au mwangaza. Ina uwezo wa kuangaza na kudhihirisha uwepo wake mahali popote pale, hata pawe na giza nene la aina gani. Haijalishi ukubwa wa mwangaza uliopo, lakini mahali popote pale mwangaza uliopo ni lazima kwamba ujidhihirishe. Haijalishi kiwango cha giza lililopo mahali pale. Na mahali popote palipo na mwangaza, giza haliwezi kuonekana. Kwa sababu gani? Mwangaza una uwezo mkubwa wa kuimiliki giza. Sawasawa na vile neno linavyosema, sisi ni nuru ya ulimwengu. Hivyo basi tuenende tukaangaze kote. Mkristo yeyote yule ni nuru, ambapo mahali popote alipo giza halifai kuwepo. Na mahali popote giza lilipo, Mkristo awapo hapo, ama Mkristo akiwepo hapo, basi inastahili iwe itaonekana uwepo wake ya kuwa yupo, kwa sababu yeye ni nuru, ambapo haiwezi ikazuiliwa na giza la aina yoyote ile. Ni lazima uwepo wake uwe utaonekana. Kwa hivyo Mkristo, hata uwe katikati ya watu wa ovu wa aina gani, hata uwe katikati ya uovu ya aina gani, unastahili uwe utadhihirika au utatambulika kuwa wewe ni Mkristo, au uwe utaonekana na tofauti kati ya wale wengine wote. Na vile vile, hata uovu uwe utaonekana ama uwe utataka kujitokeza katikati ya waliookoka, usipate nafasi, kwa sababu wema ama mwangaza uliopo ndani ya waliookoka, wingi wa waliookoka, iwe utaziba ule uovu ambao unataka kujitokeza. Sawasawa na vile ilivyo kwamba mahali palipo na mwangaza, giza lisipate nafasi ya kujionyesha, ama giza lisipate nafasi ya kuonekana. Mungu akubariki sana ukisikia neno hili, na you can like, share and comment in this. God bless you.